katika njia ya Injili iendayo kwetu mbinguni. Tembea na Bwana kila siku katika dhoruba kali yenye giza na mateso mengi. Ongea mpaka Yerusalemu. Kaza mwendo nifike Yerusalemu mpya. Sekea sauti yake Bwana. Ingia furahani mwake Bwana. Kaza mwendo nifike Yerusalemu mpya. Sekea sauti yake Bwana. Ingia furahani mwake Bwana. Haleluya, nitamwimbia katika njia ya Injili. Tembea na Bwana kila siku, nayo sauti yake Bwana unifikia kwa upole. Ongea mpaka Yerusalemu. Kaza mwendo nifike Yerusalemu mpya. Sekea sauti yake Bwana. Ingia furahani mwake Bwana. Kaza mwendo nifike Yerusalemu mpya. Sekea sauti yake Bwana. Ingia furahani mwake Bwana. Nitamshikilia Bwana katika njia ya Injili. Tembea na Bwana kila siku, ndipo nitapomsujudu milele na kwa utukufu. Ongea mpaka Yerusalemu. Kaza mwendo nifike Yerusalemu mpya. Sekea sauti yake Bwana. Ingia furahani mwake Bwana. Kaza mwendo nifike Yerusalemu mpya. Sekea sauti yake Bwana. Ingia furahani mwake Bwana.
Get the point. Take a step forward. Kwa huo wimbo ambao kwa hakika unafurahisha nyoyo zetu. Wapendwa ambao mmefika katika program ya jioni ya leo, ningependa nichukue fursa ya kipekee kuwakaribisha mahala popote ambapo mnasikia sauti hii. Wala ambao wameketi ile side nyingine ya barabara, ningependa kwa njia ya kipekee niwaalike, tuko na viti za kutosha. Leo ni siku yetu ya 5, our 5th day in the crusade. And I want to invite and welcome all of us as we listen from the servant of God. I want to make a prayer, but before I do, I want to remind you today that we have a sermonette after the main ceremony. So, tutakuwa na mahubiri baada ya mahubiri mengine. May God bless you. May we rise for prayer. Now tunaomba. Our Father who art in heaven, we thank you so much for this great opportunity that we can just assemble in this place to listen your word. Our Lord, we thank you for the great things you have done for us. Thank you for your love. Thank you for the protection. And thank you for the gift of life. We thank you for the opportunity today that we can open your word and be able to listen from your man servant. Our Lord, we pray as we listen from these words of life, may the message and the word today, may it transform our lives. Lord, we pray for our speaker in a special way. That Lord, you may use him. You may speak to him even as we listen from you. Bless this meeting and let the indwelling of the Holy Spirit abide with us as we listen to the message. Tunawaombea wote ambao watasikia sauti hii. Baba wetu wa upendo, tuomba kwamba uwasaidie nyoyo zao ziweze kupokea ujumbe. Bariki wakubwa na wadogo katika mkutano huu, na wale wote ambao watafanya uamuzi jioni ya leo, tuomba kwamba usiwasahau. Asante kwa kusikia maombi yetu, kwani tumeomba tukiwa na imani kupitia jina safi la Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Thank you. I want to invite our speaker today. As he comes, may you take chance, take your Bible, notebook, as we listen and jot down the main points. May God bless you. Welcome. Habari za jioni. Did I say right? Yes. Okay, good. Karibu wote. Well, thank you so much for coming out again this afternoon. It's lovely to see all your beautiful smiling faces. Asante sana kwa kuja jioni ya leo, na nimefurahi kuwaona pamoja na nyuso zenyu zenye kutabasamu. I was told that it rains a lot in Kisii. Nilishaambiwa ya kwamba hapa Kisii pana mvua kwa wingi. But just about every day, beautiful sunshine. Lakini kila siku mimi naona jua ambalo linapendeza sana. Probably the dry season. Uende kawa hizi ni nyakati za jua. So I just want to remind you of a couple of things before we start. Basi ningependa niwakumbushe mambo machache kabla hatujaanza. So on Sunday, right here, siku ya Jumapili hapa pahali, we will have a free medical clinic. Tutakuwa na matibabu ya makambi ya bure hapa.
So if you've wanted to go and see a doctor and for whatever reason you haven't been able to do that, basi kama unahitaji kumwona daktari, kama una tatizo lolote la kiafya, make your way here at Sunday morning around 9 o'clock. Tafadhali tafuta nafasi ukuje hapa Jumapili ni saa 3 ya And asubuhi. we'll probably go from 9 through till 3. So if you come at 10 or 11 or 12 or 1, it'll be fine. Basi tutaanza saa 3 hadi saa 9 na tutaendelea, iwe umekuja saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, sisi tuko hapa. Also, we're doing a trial. So after this message this afternoon, Basi baada ya ujumbe huu ambao tuko nao sasa hivi, we'll finish around 6 o'clock or so. Tutamaliza saa 12 hivi. Then we'll have a break, and then around 6:40, Na tutakuwa na pumziko, na ikifika saa 12 na dakika 44, when the sun has gone down a little bit, wakati ambapo jua limetua na panagiza kidogo, we'll set up a screen basi tutakuwa hapa na television, and we'll do another presentation. na basi tutakuwa pia na mafunzo mengine. So if there's enough people to come back at 6:40, then we'll do it again. Basi ikiwa watu watakuwa wa kutosha saa 12:40 tena kesho tutafanya hivyo. If there's not too much interest, then we won't do it again. Basi kama tutaona watu wasiwa kutosha, basi hatutarejelea hilo funzo. So as we start, we're just going to invite you to bow your heads for prayer and ask God to bless us. Tunapoanza tutainamisha vichwa kwa ajili ya maombi na kumwomba Mungu apate kutubariki. Our gracious Father in heaven, Baba yetu wa neema aliye mbinguni, it's such a privilege to be with your people again this evening. ni fursa ya kipekee kuwa pamoja na watu wako jioni ya leo. We thank you for the appointment you've got with us this evening Tunashukuru kwa mwaliko ambao umeshatupa jioni ya leo, to speak to your hearts. ili upate kunena pamoja na mioyo yetu. Father, we've come to learn from you this evening. Baba yetu, tumekuja kwa ajili ya kujifunza kutoka kwako jioni ya leo. We pray that the Holy Spirit will come and teach us. Tunaomba ya kwamba Roho Mtakatifu apate kutufunza. And as we consider the power of the kingdom of God, Na tunapotafakari nguvu zilizo katika ufalme wake Mungu, may we understand what the Bible says about it. hebu tupate kuelewa namna ambavyo Biblia inanena kuhusu May we ufalme. desire that power. Hebu tusaidie tupate kuwa na hamu ya hizo nguvu. And Father, may our hearts be open to receive it. Na Baba, hebu mioyo yetu ipate kufunguka kwa ajili ya kupokea. We pray in Jesus' name. Tumefanya kuomba katika jina lake Yesu. And God's people said, Na watu wa Mungu wapate kuitikia. Amen. Amen. So our title this afternoon Mada yetu jioni ya leo is the power of the kingdom. ni nguvu zilizo katika utawala. But before we get to the Bible text I want to share with you, Na kabla hatujaingia katika mafungo ambayo tutashiriki I just want kwayo, to tell you this story. ningependa kuwasimulia hadithi. It was just over 100 years ago. Ni miaka 100 iliyopita. The date is 1915. Na huo ulikuwa ni mwaka wa 1915. And Dr. Henry Chapin reports Na Daktari Henry Chapa ana ripoti hii that in infant care homes throughout the USA, ya kwamba pale ambapo wanalinda watoto wadogo pale Marekani, nearly every child under the age of 2 was dying. basi karibu kila mtoto aliye chini ya miaka 2 alikuwa ni mwenye kufa. The mortality rate was almost 100%. Hali ya kufa ilikuwa kwamba imefika 100%. And they were perplexed why the babies were dying. Na wakajao wanamshangaza, mbona watoto wanafanya kufa? The babies were given adequate food. Hao watoto walipatiwa lishe ya kutosha. They had nappy changes. Wao walibadilishwa nepi zao. They had blankets. Walikuwa na blanketi ya kuwapa joto. So they wondered what the problem was. Basi ikawa ni shangaza kwamba mbona watoto hao wanakufa? And as he looked into it, he discovered a policy. Basi walipoangalia pale kwa kina wakagundua jambo fulani. They were not allowed to pick up the babies Ya kwamba si kwamba tu wapate kuwabeba wale watoto and cuddle them. ili wapate kuwalea vizuri na kuwakumbatia. So the babies died for a lack of touch. Basi hawa watoto walikufa kwa ajili wamekosa kukumbatiwa. Now coming a little bit closer to our time, during World War II, Basi tunapofika tena katika karibu na vita vya ulimwengu vya pili, an orphanage in London had the same problem. Makao ya watoto yatima pia ikakuwa na tatizo sawia na hilo. During the war, there were so many unwanted babies Basi wakati wa vita palikuwa na watoto wengi ambao walikuwa that had hawatakikani. set up a very big warehouse. Basi walikuwa na jumba kubwa ambayo tayari The wameshaitengeza people looking after the children were very, very busy. ili watoto waweze kutunzwa pale, maana watu wengi walikuwa na shughuli nyingi. So all they could do was give the children the essential care, Basi ilikuwa tu wawapatie watoto mahitaji yao ya kimuhimu, ya umuhimu. like clothing, food, and shelter. Sawia na wawape nguo, wawapatie makao ya kulala pamoja na chakula. That's all they could do just to attend to the medical, physical needs of the kids. Hayo tu ndio waliofanyia watoto, maana walikuwa na shughuli chungu nzima.
But at this particular orphanage, Basi katika haya makao ya watoto, the mortality rate was actually very high as well. vile vile watoto walikufa kwa wingi. There was 50% of the babies that came in and died within a year and a half. Asilimia 50 ya watoto waliofikishwa pale yale makao ya watoto yatima kwa mwaka mmoja na nusu tayari wameshakufa. So during World War II, they simply didn't know what we know now. Basi wakati wa vita vya ulimwengu vya pili hawakufahamu yale ambayo sisi tunajua sasa hivi. Then someone thought about the idea that human touch may be important. Basi pana mtu alifikiria kwamba uende kawa mguso wa binadamu ni wa muhimu. Someone said that maybe physical touch was important for physical as well as emotional well-being of the babies. Mtu akasema kwamba watoto wakipata kuguswa kimwili watakuwa vile vile katika mwili wao. So then what they did is they instructed all the people that worked in that warehouse. Basi wakati hivyo walipata kuagiza wale wote ambao walikuwa wanafanya kazi katika lile jumba. Even the janitor as he was cleaning and sweeping. Hata wale ambao kazi yao ni kufagia na kufanya usafi. Just to reach over to the nearest baby and touch them. Ili wasonge karibu na mtoto yote ambaye ako karibu na wapate kumgusa na kumshika. And just give him a little pat. Na wapate kumpapata kidogo. So from the janitor to the director, basi tangia yule ambaye ni wa chini kabisa katika kazi na yule mkuu ambaye ni mkurugenzi, they were to gently reach down and stroke the baby. ilikuwa tu wafikie wale watoto na kuwapata kidogo. So as they go in the course of their work during the day, ili wanapoendelea na shughuli na kazi za hapa na pale, every baby got to be touched. kila mtoto alikuwa ni lazima apate kushikwa na kuguswa. They were not required to pick the babies up Ilikuwa kwamba wasibebe wale watoto or spend any significant time with them. ama wachukue muda pamoja na wale watoto. So they just had to touch them. Basi ilikuwa tu ni kumgusa yule mtoto. But the result of the new mandate basi matokeo ya yale ambayo was walishafanya, actually quite astonishing. basi ilikuwa ni jambo pia la kushangaza. So when they looked into it within 2 years, Basi katika miaka miwili, the mortality rate of the infants had dropped quite a bit. basi hali ya wale watoto kufa ikawa sasa inaendelea kushuka. It had dropped from 50% down to only 15%. Basi ikatoka 50% hadi 15%. So the difference between not touching and being touched, Basi ikawa tofauti ya kuguswa na kukosa kuguswa. the babies interpret that touch as some level of care and affection. Basi watoto wanahisi ya kwamba wanapoguswa wanapendwa na vile pia wanatunzwa. So we've discovered that babies need to know that they are being cared for. The physical touch communicates that to them. Basi watoto wanahitaji kujua kwamba pana mtu wa kuwalinda, na unapowagusa basi hapo umeshaambia kwamba pana mtu ambaye anakujali. But many people think as they grow up they become independent of needing to be loved. Basi watu wengi wanadhani ya kwamba wanapokuwa wakubwa hawahitaji upendo, Even needing the physical touch. hata hawahitaji mambo ya kuguswa. But God loves us. Lakini Mungu ni mwenye kutupenda sisi. The Bible tells us that God is love. Biblia inatuambia kwamba Mungu ni upendo. So he cannot do anything else but love. Lakini Mungu hawezi kufanya lolote ila halikutupenda sisi. And so we're going to look at the love of God in a little bit more detail this evening. Basi tunapoangalia upendo wa Mungu kwa kina jioni ni ya leo. And so our opening text from the Bible Na basi fungu letu ambalo tutafanya kuanza is nalo found in 1 John chapter 4. Towards the end of the Bible, 1 John chapter 4. ni Yohana ya kwanza na 4 na ni mwisho wa Biblia pale. And we'll start with just one verse, verse 18. Na tutaanza na fungu moja ambalo ni fungu la 18. 1 John chapter 4 and verse 18. Yohana ya kwanza 4 na 18. And it tells us, Na Biblia inanena hivi: there is no fear in love, hapana hofu katika upendo, but perfect love lakini upendo kamilifu casts out fear, waondoa hofu. because fear involves torment. Maana hofu yaleta mashaka, But he who fears lakini yeyote ambaye ni mwenye hofu has not been made perfect in love. hajakamilishwa katika upendo. Is there anybody here that's experienced fear at one stage or another? Pana mtu yote ambaye amekuwa na hofu wakati mmoja ama mwingine? I think most people have. Maybe when they were younger, a little bit more. Pengine watu wengi walipokuwa wadogo. But I even know on Tuesday night, for example, Basi hebu niwapatie mfano siku ya Jumanne jioni. some people were concerned about the
protests. Kuna watu ambao walihangaika kwa sababu ya yale maandamano. And for the sake of their own safety, na kwa sababu ya usalama wao, they didn't decide to come out or come to the meeting. Waliamua kwamba hawatakuja katika mkutano. Well, that's probably wise and sensible given the circumstances. Wende ikawa ni jambo la hekima na ni sawa kwa sababu ya namna ambavyo mazingira yalivyokuwa. But quite often these things are motivated by fear. Lakini mara nyingi haya mambo yanatukia kwa sababu ya hofu. But here in the Bible we tell there's something that can actually drive out fear. Basi hapa ndani ya Biblia tunaambiwa kuna kitu ambacho kinaweza ondoa hofu. Have you ever feared and not liked it? Basi umai kuwa na hofu na upendi ya kwamba wewe tayari ni mwenye kuwa na hofu. And wish you could get rid of your fear. Lazima tuweze kujikinga dhidi ya kuwa na hofu. Many people have what they call phobias. Basi pana watu ambao wako na kitu ambacho tunasema uoga. They have a fear of snakes. Wana hofu, wanaogopa nyoka. Or of spiders. Wanaogopa buibui. Or of the dark. Vile vile wanaogopa bata. So we have many different fears. Basi tuko na uoga wa kila aina. But the Bible tells us there's no fear in love. Lakini Biblia inasema kwamba kwenye huo upendo hamna hofu. But surely each one of us loves in some way or another. Basi hakika kila mmoja wetu anapenda katika njia moja nyingine ama ingine. Yet the Bible tells us that there's no fear in love. Lakini Biblia inasema kwamba hamna hofu ama woga kwenye upendo. And then it goes on to tell us that perfect love. Na Biblia inasema kwamba upendo uliokamilika casts out fear. Waondoa hofu. Now what is fear? Basi hofu ni nini? Fear is being scared of pain or discomfort. Basi hofu ni kuwa na woga. And the Bible tells us that fear involves torment. Basi pia panakuwa na mashaka. And if we continue to fear, na ikiwa tutadumu katika kuwa na hofu, we have not been made perfect in love. Sisi hatujakamilika katika upendo. So what I'd like to do, a lot of people actually fear death. Basi watu wengi ambao wanaogopa kufa. I think the biggest fears are pain and death. Basi uoga wingi ambao sisi tuko nao ni kuwa na machungu au kifo. And when we speak about pain, it's not only physical pain. Hatuneni kuhusu tu kuhisi maumivu katika mwili. It's also emotional pain when your heart is aching. Basi unakuwa na machungu katika moyo wakati ambapo pengine una tatizo kwenye mwili wako. But let's go to another text in the Bible. Lakini tutafanya kusoma fungu lingine kwenye Biblia. Hebrews chapter 2. Waibrania sura yake ni ya 2. And verse 14 and 15. Fungu ni la 14 pamoja na 15. Hebrews chapter 2 verse 14 and 15. Waibrania 2:14-15. And the Bible says, na Biblia inanena hivi: inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, he himself, yeye naye, that is Jesus Christ, huyu ni Yesu Kristo, likewise partook of the same. Vivyo hivyo alishiriki yayo hayo. Well, the same what? Basi alishiriki nini? The same flesh and blood. Alishiriki katika huo mwili pamoja na damu. In other words, Jesus became a human being. Basi katika maneno mengine ni kwamba Yesu alifanya kuwa binadamu. And as every baby is born into this world, na namna ilivyo kila mtoto mwenye kuzaliwa katika ulimwengu, taking flesh and blood, anakula damu pamoja na mwili, so Jesus was born as a baby taking flesh and blood. Na Yesu alizaliwa sawia na mtoto ambaye pia anatumia damu pamoja na mwili. But Jesus' birth was for a purpose. Lakini kuzaliwa kwake Yesu kulikuwa na kusudi. He was born to be our savior. Basi alizaliwa ili apate kuwa mkombozi wetu. So he takes our humanity. Basi anachukua mwili wa binadamu. For what purpose did he become a human being? Basi mbona Yesu apate kuwa binadamu? We go on in the Bible, it says, tunaendelea katika Biblia na Biblia inanena hivi: that through death he might destroy him. Ya kwamba kupitia kwa kifo apate kumharibu yeye. The him is the person who has the power of death. Aliyekuwa na nguvu za mauti. That is the devil. Yaani ibilisi. So the devil has the power of death. Basi ibilisi ni mwenye nguvu za mauti. And then it tells us to release those who through fear of death. Na Biblia inasema awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti were all their lifetime subject to bondage. Walikuwa katika hali ya utumwa. So what is the thing we fear in this text? Basi ni kitu gani ambacho sisi ni wenye kuogopa katika hili fungu? It is death. Tunaogopa kifo. Why? Mbona?
Well, we are told that the devil has the power of death. Maana tunajua kwamba ibilisi ni mwenye nguvu za mauti. The Bible tells us that the wages of sin is death. Biblia inatunenea kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. And it's the devil that tempts many people into sin. Ni ibilisi mwenye kututega sote tuingie kwenye dhambi. So in that sense, he has the power of death because he causes the thing that eventually kills us. Basi katika hiyo dhambi anasababisha kifo, maana yeye ndio mwenye kusababisha hiyo dhambi. But here we see the Son of God coming as a man. Basi hapa tunamwona mwana wa Mungu akija sawia na binadamu. For the purpose of destroying the power. Katika kusudi la kuangamiza zile nguvu. That the devil has over death. Ambazo ibilisi ni mwenye nazo katika mauti. And in doing that, na anapofanya hivyo, he releases us, basi ni mwenye kutufungua sisi who have been fearing death all our lifetime. Ambao katika maisha yetu yote tumefanya tukiogopa kifo. And that fear is so strong it's called bondage. Basi hiki kifo ni uoga ni mkubwa sana hata unaitwa utumwa. So we've been bound by that fear. Basi sisi tumekuwa watumwa kwa ajili ya kuogopa. And Jesus has come to set us free. Na Yesu ni mwenye kuja kwa ajili ya kutufanya tuwe huru. How does Jesus do this? Basi Yesu yafanya vipi? He becomes one of us, a human being. Yeye anakuwa baadhi yetu sisi, maana anakuwa ni binadamu. A lot of people actually fear struggling as well. Basi watu wengi wanashindwa sana na wanaogopa kung'ang'ana. We don't want a difficult life for ourselves. Sisi hatutaki maisha magumu kwa ajili yetu sisi. But many of us do struggle. Lakini watu wengi tunahangaika. Life is not easy. Maisha si rahisi. To make a living on this planet, you've got to work very hard. Ili upate kujikimu katika ulimwengu huu lazima upate kuwa na jitihada. And there's constantly forces against you making it difficult maybe to find a job. Na kuna nguvu ambazo zinakupinga wewe, inakufanya inakuwa ni vigumu hata wewe kupata kazi. Or there's not enough customers. Hata pengine hamna makastoma wengi kwa ajili ya biashara. You know, there's men that has lived in our time. Unajua wengi ambao wameishi katika nyakati zetu. Men that love to fight. Watu wengi wanaume ambao wanapenda vita. And the man who started World War II. Na mwanaume aliyeanza vita vya ulimwengu vya pili. His name is Adolf Hitler. Kwa jina anaitwa Adolf Hitler. He made this statement. Basi yeye ni mwenye kutoa nukuu. He said, man has become great through struggle. Basi anasema ya kwamba binadamu amepata kunawiri kwa ajili ya kung'ang'ana. Is that really what makes us great? Basi hicho ndicho kinatufanya tutambulikane kuwa wakuu. Well, life is a struggle. Lakini maisha pia ni kuhangaika. But is everybody great? Basi lakini kila mtu jamani ni mkuu. He just means survival of the fittest. Basi yeye anasema kuhusu hivi vita. That's the evolutionary mindset that denies the existence of God. Basi anasema katika kule kuelewa kwake ya kwamba hamna Mungu. And only the strong will survive. Ya kwamba wale tu wenye nguvu ndio watakaojikimu. So in Hitler's mindset there was no room for the weak. Basi katika nia yake Hitler anasema ya kwamba walegevu hawana nafasi. And you had to become strong to survive. Ili upate kujikimu ama upate kuishi lazima upate kuwa mwenye nguvu. When I was growing up as a young kid, mimi nilipokuwa nakuwa kama mtoto mdogo, we would go and visit our family quite often. Mara nyingi tulienda kwa ajili ya kutembelea familia. They were more than 1,000 kilometers away. Walikuwa zaidi ya kilomita 1,000 mbali na sisi. So during school holidays we'd go and visit them. Basi wakati wa likizo sisi ni wenye kuwatembelea. And at that time there was no television. Na wakati huo hapakuwa na runinga. But my uncle had a 16mm camera that he could project. Basi mjomba wangu alikuwa na kamera kubwa ambayo ni 16 ambayo angeweza kuifungua kabisa. And that's one of the first places I ever saw a movie. Na huo ndio wakati wangu wa kwanza kutazama sinema. And they liked cowboy movies. Na mimi nilipenda hizi sinema za vijana. You know, the man rides on his horse and they look after the cattle. Huyu mwenye kuendesha farasi na kuchunga kondoo, yani kuchunga ng'ombe. He has a firearm, a revolver. Na yeye ni mwenye bunduki, amebeba vizuri ama moto. And back in those days you could tell the good guys from the bad guys. Basi hizo nyakati zetu tuliweza kubagua mtu mwema na asiye mwema. The good guys used to wear white hats and the bad guys used to wear a black hat. Wazuri ni wenye kuvalia kofia nyeupe lakini wabaya wanavalia kofia nyeusi. Now it's interesting that the good guy was always reluctant to use violence. Na ni jambo la kufurahisha kwamba huyu jamaa mzuri mara nyingi yeye hataki kuingia katika vita. The bad guy was of bad character. Na yule mwovu ni mwenye tabia mpotovu. He would hurt people. Ni mwenye kuumiza watu. He would steal. Yeye ni mwenye kuiba. And finally the good guy would be forced. Na mwisho huyu jamaa mwema alikuwa analazimishwa, even if reluctantly, to respond. Yeye hataki lakini inabidi afanye kuitikia. But how did the good guy overcome the bad guy? Lakini huyu jamaa mwema alifanyaje akamshinda yule mwovu? Well, the bad guy was using violence and force. Huyu jamaa mbaya anapotumia vita pamoja na nguvu.
And now the good guy has to resort to the same violence and force Na huyu jamaa mzuri pia anajaribu hivi mambo ya vita pamoja na nguvu to beat the bad guy. ili astahimili yule jamaa mbaya. And when you're watching the program, you're not sure if the good guy is going to be strong enough. Na unapotazama hiki kipindi haujui kwamba huyu jamaa mzuri atakuwa na nguvu za kutosha, Fast enough, na pengine atakuwa mweledi kabisa, whether he's trained enough ama pengine ako na elimu ya kutosha to beat the bad guy. ili aweze kustahimiki yule kijana mbaya. But both the good guy and the bad guy had this in common. Lakini hawa watu wawili walikuwa na jambo moja ambalo lilikuwa kwao. For good to triumph, Ili wema uweze kunawiri, they had to resort to force and violence. lazima wote waingie katika vita na nguvu. But Lakini this planet katika hii sayari has been defined by violence and bloodshed and wars imejawa na kumwaga damu pamoja na vita na mambo mengine since Adam and Eve had sinned. Tangia Adamu na Hawa wafanye kutenda dhambi. The first two brothers had an argument. Wandugu wale wawili walikuwa na malumbano. Well, actually it was one brother and he killed the other. Lakini ni ndugu mmoja mwenye kumua mwingine. So as we look at planet Earth, there's been wars and many wars, one after the other. Basi tunapoangalia sayari ya ulimwengu pamekuwa na vita na vita na vita, vita baada ya vingine. Everybody knows about the war in Vietnam. Kila mtu anafahamu vita vilivyo pale Vietnam. The war in Iraq. Tunajua vita vilivyo pale Iraq. The war in Afghanistan. Pale Afghanistan pana vita. More recently, the war in Ukraine. Hivi karibuni palikuwa na vita pale Ukraine. And now the war in Gaza. Na vile vile pana vita pale Gaza. Between Israel and Hamas. Kati ya Waisraeli pamoja na Hamasi. Our history on this planet is filled with bloodshed. Historia katika sayari yetu ya ulimwengu imejawa na kumwaga damu. But good guys and bad guys, Lakini watu wazuri pamoja na watu walio waovu, both use force to try and gain the ascendancy. wote wanatumia nguvu kwa ajili ya kustahimiki. And you hope that the good side has enough resources, Na tunatarajia kwamba walio wazuri wana rasilimali ya kutosha. better technology and equipment, Wako na teknolojia ya kutosha na vifaa vya kutosha. better leadership, Vile vile wako na watu wa kutosha so they can win the battle. ili wapate kushinda vita. But where does this concept of war and anger and aggression come from? Basi ama haya mambo ya hamaki pamoja na vita yalitukia wapi? Well, the Bible gives us a very interesting story about that. Revelation chapter 12. Basi pana hadithi ya kufurahisha katika Ufunuo 12 ambayo Biblia imeshatusimulia. And in the book of Revelation chapter 12, we'll look at verse 7 to 9. Ufunuo wa Yohana 12 tutaangalia fungu la 7 hadi 9. Heaven where God dwells. Basi pale mbinguni ambapo Mungu ni mwenye kukaa pale. Heaven where peace reigns. Mahali ambapo pana amani. Heaven where there's only righteousness. Mahali ambapo pana haki peke yake. And love reigns and there's no selfishness. Na upendo unadumu maana hapana ubinafsi. When the Bible tells us in verse 7 of Revelation 12. Na Biblia ni yenye kutunenea katika fungu la 7 Ufunuo 12. In that peaceful place, war broke out in heaven. Basi pale mahali ambapo pana amani palikuwa na vita mbinguni. Michael and his angels fought. Mikaeli na malaika zake wakapigana. They fought with the dragon. Walipigana na yule joka. And the dragon and his angels fought. Na yule joka pamoja nao pia ni wenye kupigana. But fortunately they did not prevail. Lakini kwa bahati nzuri wao hawakustahimiki. Nor was place found for them in heaven any longer. Na hawapakuwa na makao tena pale mbinguni kwa ajili yao. So the great dragon Basi yule joka mkuu was cast out, the serpent of old called the devil and Satan. Akatupwa yule joka nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani. He the one who deceives the whole world. Audanganyaye ulimwengu wote. He was cast out to the earth. Akatupwa hata nchi. And his angels were cast out with him. Na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Now the Bible tells us that Satan actually drew a third of the angels with him. Biblia inasema kwamba Ibilisi ni mwenye kuchukua theluthi ya malaika pamoja na yeye. He had been very convincing. Yeye ni mwenye kuwashawishi vilivyo. And as we previously discovered in a previous presentation, na tulipogundua katika mafunzo yetu ya awali, he opposed God and his kingdom. He wanted to set up an alternative government. Alimpinga Mungu pamoja na utawala wake, maana alinuia kuwa na utawala wake badala. So the Bible tells us in verse 12, na Biblia ni yenye kunena katika fungu la 12, therefore rejoice, O heavens, kwa hivyo shangilieni mbingu, and you who dwell in them. nanyi mkaao humo. Why are they rejoicing? Mbona wafanye kushangilia? Because the violent one, the one who started the war in heaven, maana yule mwenye kuanzisha vita pale mbinguni no longer has access to heaven. He's been kicked out. tena sasa hawezi kufika mbinguni maana ameshatupwa. That's good news for heaven. Hiyo ni habari njema kwa ajili
ajili ya mbingu. But then we read, woe to the inhabitants of the earth. Na tena tunasoma ole wa nchi. For the devil has come down to you, Kwa maana ibilisi ameshuka kwenu, having great wrath. mwenye ghadhabu nyingi. In other words, he's very angry Maana yeye sasa ni mwenye hasira. because he knows that he has a short time. Maana anajua ya kwamba muda wake ni mchache. So we see here that the origin of warfare Basi tunaona hapa mwanzilishi wa vita. and aggression Katika Ufunuo, came from the father of lies. katika uumbaji ilitoka katika yule baba wa uongo. Matter of fact, Jesus says in John 8:44 that he was a murderer from the beginning. Yesu ni mwenye kusema katika Yohana 8:44 ya kwamba yeye ni muongo na muuaji tangia mwanzo. But just coming back to another quote from Adolf Hitler, Basi tunaporudi katika nukuu nyingine ambayo ni yake Adolf Hitler, he says struggle is gruesome only to the weak. anasema ya kwamba kung'ang'ana inakuwa ni kazi ngumu kwa wale ambao ni walegevu. He didn't want any weak people. Yeye hakutaka watu ambao ni wanyonge. And when they had the Olympics in Berlin, when he was still reigning, Basi walipokuwa na ukimbiaji pale Berlin na yeye bado ni mfalme, he was trying to develop an Aryan race. basi yeye ni mwenye kusema ya kwamba atakuwa na watu ambao ni wageni wapate kukimbia. He thought the blue-eyed and blonde-haired people were superior. Basi alidhani ya kwamba watu ambao ni weupe ni wa juu kushinda wale wengine But they weusi. didn't do so well in the Olympics. Lakini hao watu weupe hawakustahimili katika yale makimbio. But he says struggle is gruesome only for the weak. Anasema ya kwamba unapojaribu kung'ang'ana wale ambao ni wanyonge basi wanashindwa. And it upset him that his people didn't do so well during the Olympics. Na hakika watu wake Hitler hawakufanya vizuri katika mbio. But I want to come back to something that we started off with. Basi mimi ningependa turudi kwa kitu ambacho tulifanya kuanza nacho. This concept that perfect love will cast out fear. Ya kwamba hii dhana ya kwamba upendo mkamilifu unaondoa hofu. So in what language is the New Testament of the Bible written? Basi hii agano jipya ya Biblia iliandikwa katika lugha ipi? You're welcome to call it out. Basi hebu tuseme Paulo aliandika katika lugha ipi? Greek. Lugha Greek. ya Kiyunani. So we have the translation in Kiswahili Bibles and in English Bibles. Tuna tafsiri ya Kiswahili pamoja na Kimombo. But the original language the New Testament is written in is Greek. Lakini lugha ya asili ya agano jipya ilikuwa ni Kiyunani. Now it's interesting in the English language at least Basi ni jambo la kufurahisha katika lugha ya Kimombo. that there's really only one word for love. Love is love. Basi jina upendo lina tu jina moja ambayo ni upendo. But in Greek they have 4 different words for love. Lakini Wayunani wako na majina manne kwa ajili ya jina hili upendo. Each one describes a different aspect of love. Kila jina linatupatia taswira tofauti ya upendo. The first one is eros. Jina la kwanza ni eros. That is actually physical love. Basi ni upendo wa kimwili. So when a husband and a wife get married, that is the love that they can express. Basi mume pamoja na mke wanapofanya ndoa, huo ndio upendo wao. And God approves of that love between a husband and a wife. Na Mungu ni mwenye kukubali huo upendo ambao uko kati ya mke pamoja na mume. But if you take it outside of marriage, Basi unapouondoa nje ya ndoa, the word erotica comes from that word. basi hilo jina mambo ya eros yatoka pale. And that's something that God does not approve of. Na Mungu hapendi tuweze kuwa na upendo nje ya ndoa. Then there's a second word. Basi pana jina lingine la And pili. this Greek word is storge. Na hili jina ni stoge katika Kiyunani. So in Greek, that is the word that describes the love that a parent has for a child Na huu ndio upendo ambao mzazi anakuwa nao kwa mtoto. and a child has for a parent. Na vile vile mtoto anakuwa nao kwa It's a mzazi. very powerful love. Ni upendo ambao ni upendo wa nguvu. Often parents will be willing to sacrifice their life for their children. Kila mara wazazi wako tayari kuacha maisha yao kwa ajili ya watoto wao. But it's not necessarily a perfect love. Lakini huu si kwamba huu ni upendo mkamilifu. Jesus says, for example, Basi Yesu ni mwenye kutupa mfano. can a woman forget a sucking child Basi mama anaweza msahau mtoto ambaye anamnyonyesha and not can have compassion on the son of a womb? na asipate kupata rehema katika huyu mtoto. Jesus says, yes, it's possible that they may forget. Basi Yesu anasema inawezekana ya kwamba mama apate kumsahau mtoto mwenye ananyonyesha. But I will never forget you. Lakini Yesu anasema kamwe hata tusahau. So the love that God has and the memory that God has Basi upendo ambao Mungu ni kwetu sisi, is one better than storge. basi ni upendo zaidi ya upendo wa stoje. But anybody that's been loved by a parent or has had the love of a child, Basi yeyote ambaye amefanya kupendwa na wazazi, you have to say it's ama- very good. basi atasema ni vizuri sana. The next one, the third one, Basi upendo aina ya tatu is the term phileo. ni upendo wa fileo.
Now, phileo is love amongst equals. Na ni upendo ya kati ambao ni warika moja. It means brotherly love. Basi ni upendo wa kindugu. That is also a good love. Basi huu ni upendo mwema pia. But did you know that even terrorists Basi unajua hata wale magaidi can have camaraderie with one another? basi wanaweza kuwa na upendo baina yao, miongoni mwao. They can have brotherly love. Wanaweza kuwa na upendo miongoni mwao. Now, it's interesting if you look at eros, storge, and phileo. Basi ni jambo la kufurahisha unapotazama eros, storge pamoja na phileo. Fallen human beings like us Binadamu ambao wameanguka sawia na sisi, are capable of all those three loves. sisi tuna uwezo wa kuwa na pendo hizi zote tatu. But there is another love Lakini pana upendo mwingine which we are not capable of. ambazo sisi hatuwezi kuwa nao. You know, in Australia, things are quite different here to Kenya. Unajua pale Australia vitu ni tofauti na hapa Kenya. I love Kenya. Mimi napenda taifa la Kenya. I love the attitude of the people in Kenya. Mimi napenda nia na hali ya watu walio hapa Kenya. I think there's a great, strong Christian influence in Kenya. Ninadhani ya kwamba hapa Kenya mvuto wa Ukristo uko thibiti. And it can be seen in the people. Basi unaweza kuona huo Ukristo kwa watu. You can see it in their friendliness. Basi unaona Ukristo namna ambavyo watu wana urafiki. You can see it in their kindness and their smiles. Unaona katika macho yao na hata wanapofanya kutabasamu. But you know, in Australia, we're not a Christian nation. Basi pale Australia sisi si taifa la Wakristo. 10 years ago, Miaka 10 iliyopita, in our census, basi katika hesabu zetu 60% of Australians said they were Christian. 60% ya wa Australia waitika kwamba wao ni Wakristo. But at that time, only about 10% of people were regularly going to church. Lakini wakati huo 10% ya watu tu ndio wenye kwenda kanisani mara kwa mara. 10 years later, Miaka 10 baadaye, now we only have 44% of the people saying they're Christian. 44% pekee ndio kufanya kuitikia kwamba wao ni Wakristo. So in the census data, where did those other Christians go? Basi katika hii hesabu Wakristo wengine walienda wapi? That's almost 2.2 million people. Basi tuseme hao ni kadri watu 2.2. The population of Australia Idadi ya watu walio pale Australia is only about 27 million people. ni watu 26-27. So the census data tells us that all these people say they've got no religion anymore. Basi hesabu ambayo inafanywa inaonyesha kwamba watu tena sasa hivi hawana dini. And when people abandon God, Na watu wanapoachana na Mungu, they abandon the ethics of God. wanaachana pia na maadili yake Mungu. So all kinds of things now slip into the community. Basi kuna mambo mengi ambayo yanaingia na kunyemelea kwenye mambo taifa. So legally in Australia, it always used to define marriage Basi pale Australia tunapotaka kusema ndoa ni nini, as a covenant between one man and one woman. basi itakuwa ni mapatano kati ya mwanamume mmoja pamoja na mwanamke mmoja. But in 2017 in Australia, Lakini mwaka wa 2017 pale Australia they wanted to redefine what marriage was. walitaka tena kusema ndoa ni nini upya. It was a marriage between two persons. Basi ni ndoa kati ya watu wawili. They wanted to take the term of man and woman out of the definition of marriage. Walitaka kuondoa hili neno mume pamoja na mke kutoka kwa kutambua ndoa ni nini. Why would they do that? Basi mbona wafanye hivyo? Well, simple. They wanted to allow a man to marry a man. Basi ni rahisi, maana walitaka kumruhusu mwanaume apate kumwoa mwanaume mwenzake. So when a man is married to a man, Basi mwanaume anapofanya kuoa mwanaume, the husband has a husband. basi huyu ni mume mwenye mume, And woman could marry woman. na mwanamke pia anaweza kumwoa mwanamke. So the wife has a wife. Pia mwanamke sasa ana mke. But you know, scientifically, there's no life in that relationship. Basi mnajua katika sayansi hapana uhai katika uhusiano sawia na huo. Men together cannot make children. Basi wanaume pamoja hawawezi kuwazaa Women watoto. together cannot make children. Wanawake pamoja hawawezi kuwazaa watoto. God designed that man and woman should come together and they should become one flesh. Mungu alinuia kwamba mwanamke pamoja na mwanaume wapate kuwa pamoja na wapate kuwa mwili mmoja. And that expression of one flesh is actually when they have a baby. Basi tunaposema mwili mmoja ni wakati ambapo tayari wameshazaa mtoto. Because the genetic information of both come together in that one child. Maana asili yao inakuja pamoja na kuleta mtoto mmoja. And so their slogan was at that time that love is love. Basi kapakawa na nukuu ya kwamba upendo ni upendo. But when you are in the flesh and not in the spirit, Na unapokuwa katika mwili bali si katika roho, you can produce three kinds of love. basi unaweza kuwa na upendo aina 3.
eros, storge, and phileo. Unaweza kuwa na eros, storge na phileo. But I'm here to tell you that love is not love. Basi mimi niko hapa kuambia kwamba upendo si upendo. There is a greater love than those three. Pana upendo mkubwa zaidi ya hizi tatu. And in Greek, the word for that kind of love is agape. Na katika Kiyunani huu upendo unaitwa agape. When the Bible tells us that God is love, Biblia inaposema ya kwamba Mungu ni upendo, it doesn't say that God is eros or storge or phileo. haisemi ya kwamba Mungu ni eros, storge ama phileo. It tells us that God is Ya agape. kwamba Mungu ni agape. So God is that love, agape, that will sacrifice himself for someone else. Ya kwamba Mungu ni upendo wa agape ambao unaweza kujitoa kwa ajili ya mwingine. It is an unselfish love. Ni upendo ambao hauna ubinafsi. It's a love that will go the extra distance. Ni upendo ambao utaenda tena hatua nyingine. And so it's a hard love to put into words. Basi ni upendo ambao hata ni vigumu kuutamka katika maneno. Human language is incapable of actually describing it. Basi lugha ya binadamu haiwezi kusema upendo huu ni upendo upi. So let's go to Romans chapter 5 in the Bible. Basi tutafungua Biblia na kitabu ni Warumi sura yake ni ya 5. And we'll read verse 8. Romans chapter 5 and verse 8. Basi Warumi ni 5 fungu ni la 8. And it tells us there, Na Biblia inanena hivi pale. it says, but God demonstrated his own love. Bali Mungu aonyesha upendo lake. God did more than tell us what this love is. Basi Mungu hakutuambia upendo ni nini. The Bible tells us that he demonstrated it towards us. Biblia inasema ya kwamba Mungu alionyesha upendo wake. Okay, God, so how is that love different to the love that we can have naturally? Basi huu upendo utakuwa tofauti vipi na upendo ambao tuko nao wa kawaida? He demonstrates it toward us in that while we were still sinners, Ya kwamba wakati ambapo sisi tulikuwa ni wenye dhambi, Christ died for us. Kristo alikufa kwetu sisi. That Christ died for good people? Basi Kristo ni mwenye kufa kwa watu wema. No, he died for sinners. Kristo alikufa kwa ajili ya wenye dhambi. He came to destroy the one who had power of death. Alikuja kumwangamiza yule mwenye nguvu dhidi ya To kifo. release us from the bondage of the fear of death. Ili atufungue kutoka kwa hofu ya kuogopa kifo. So Christ came and died for sinners, bad people. Basi Kristo alikuja kafa kwa ajili ya wenye dhambi, watu waovu. But let's look at verse 6, 2 verses back. Basi hebu tuangalie fungu la 6, tunarudi nyuma fungu mawili. And the Bible says, for when we were still without strength. Na Biblia inasema kwa maana hata tulipokuwa hatuna nguvu. Now can you remember what Hitler said? Basi unakumbuka Petro alisema nini? Struggle is only gruesome to the weak. Hitler alisema walio wanyonge wana shida katika kung'ang'ana. In Hitler's world, there was no room for weak people. Basi katika ulimwengu wake Hitler aliona watu wanyonge hawana nafasi. Those who don't have any strength. Wasio na nguvu. But here we are told that for when we were still without strength, Na hapa tunaambiwa kwamba hata wakati ambapo tulikuwa hatuna nguvu, in due time Christ died for the ungodly. wakati ulipotimia Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. So what did Jesus use to overcome the enemy? Basi Yesu alitumia nini ili apate kumshinda adui? Did he use force? Alitumia nguvu. In heaven, force was used to kick Lucifer out. Pale mbinguni pakawa na nguvu kwa ajili ya kumtokomeza na kumwondoa ibilisi. Because the devil rose up in physical combat against God and his kingdom. Maana yeye ni mwenye kuinuka kwa ajili ya kupigana pamoja na utawala wake Mungu. But Jesus now comes Lakini Yesu sasa hivi yuaja in conflict with the devil, na ana vita na malumbano na ibilisi. but he's a different kind of hero. Lakini yeye ni shujaa wa tofauti. All the heroes we have on earth here use force. Basi maisha katika ulimwengu yote tumetumia nguvu. They use the same force that the bad and the villain uses. Tunatumia nguvu mbaya na mzuri namna ambavyo wale wanatumia. So let's go to Colossians chapter 2. We'll come back to Romans chapter 5 in a minute. Basi tutaenda katika Wakolosai sura ni ya 2 na tena tutarudi kwa Warumi tena wakati mwingine. So Colossians chapter 2 Wakolosai sura ni ya 2 and verse 15. na fungu ni la 15. Now remember previously when we had a Bible study, Basi kumbuka hivi majuzi tulikuwa na mafunzo ya Biblia. we looked at the fact in Colossians chapter 1 verse 16 Tuliangalia Wakolosai 1:16 that through Jesus Christ all things were made, ya kwamba kupitia kwa Kristo vitu vyote viliumbwa, whether visible or invisible, vinavyoonekana na visivyoonekana, thrones, dominions, principalities and powers. vitu vya enzi, vya usultani pamoja na mamlaka. And in Colossians chapter 2 verse 15 it tells us, Na Wakolosai 2:15 Biblia inanena hivi, having disarmed akisha kuzivua
What does the word disarmed mean? Basi kuzivua ina maana gani? It's taking the weapons away from the villain. Basi ni kuchukua vita na kuvipokea. So Jesus disarmed the powers and the authorities. Basi Yesu ni mwenye kuchukua na kuweka silaha za vita. And it says he made a public spectacle of them. Basi ni vingi hivi silaha. In other words, this disarming happened publicly. Basi amechukua silaha wazi. So what public event are we talking about? Basi tunanena kuhusu jambo gani ambalo lilitendeka kwa uwazi? Well, the Bible tells us triumphing over them by the cross. Basi Biblia inasema akashinda na akashangilia katika msalaba. So Satan was disarmed at the cross. Basi ibilisi alinyang'anywa silaha pale kwa msalaba. So going back to Romans chapter 5. Basi tutarudi kitabu ni Warumi sura ni ya 5. And looking at verse 8. Na fungu ni la 8. It tells us that God demonstrated his own love. Ya kwamba Mungu alionyesha upendo wake. That while we were still sinners. Ya kwamba tulipokuwa tungali wenye dhambi. Verse 6, without strength. Biblia fungu la 6 yasema hatukuwa na nguvu. Last part of verse 6, ungodly. Na fungu la 5 ya kwamba tulikuwa hatumchi Mungu. Christ died for us. Kristo alikufa kwetu sisi. Now let's go to verse 10 for a moment. Basi hebu tusikie kidogo. It says, for if when we were enemies, ya kwamba tungali maadui, we were reconciled to God. Tulipatanishwa pamoja na Mungu. What does reconciliation means? Basi upatanisho una maana gani? The word to redo something. Ya kwamba ni kufanya jambo upya. To reconcile. Upate kupatanisha. It means that previously there was conciliation between God and man. Ya kwamba pale awali palikuwa na mapatano kati ya Mungu na binadamu. There was no separation between God and man. Hapakuwa na utenganisho kati ya Mungu na binadamu. But the Bible tells us here in verse 10 that while we were enemies, lakini Biblia hapa katika fungu la 10 inasema kwa maana ikiwa tulipokuwa adui, we were reconciled to God. Tulipatanishwa na Mungu. How? Aje? Through the death of his son, the Bible says. Kwa mauti ya mwana wake, Biblia inasema. Now look at the tense there. It says we were, past tense. Tazama nukuu inasema ya kwamba tulipokuwa. We were reconciled to God through the death of his son. Tulipatanishwa na Mungu kupitia kwa mauti ya mwana wake. So what happened 2,000 years ago on the cross? Kilichotendeka miaka 2000 pale kwenye msalaba. When Jesus Christ died for us. Yesu alipokufa kwa ajili yetu sisi. It still has relevance to us today. Bado ina umuhimu kwetu sisi sasa hivi. In the cross of the Lord Jesus Christ we are reconciled back to God. Pale katika msalaba sisi tumefanya kupatanishwa na Mungu. And it's the death of the son that does that. Basi ni mwana wake Mungu ni mwenye kufanya hayo. Then it says much more. Na anasema zaidi ya hayo. So even more than the death of the Son of God. Ya kwamba zaidi ya kifo chake mwana wake Mungu. Much more, having been reconciled, past tense again. Basi zaidi sana tukisha kuhesabiwa haki. We shall be saved by his life. Tutakombolewa kwa ghadhabu yake. See, the devil accused God. Basi ibilisi ni mwenye kumrundikia lawama Mungu. That God was selfish. Ya kwamba Mungu ni mbinafsi. And that God was a stern judge. Ya kwamba Mungu ni hakimu mkali. And if you did something wrong and broke his commandments, his laws. Ya kwamba ikiwa utafanya na uotee upate kuvunja amri yake Mungu. He would not forgive you. Mungu si mwenye kukusamehe wewe. But then God comes. Lakini Mungu ni mwenye kuja. He disarms the devil showing that he's a liar. Ya kwamba huyu ibilisi mwenye kuonyesha kwamba Mungu ni mwongo. And God dies for bad people. Na Mungu anakufa kwa ajili ya watu waovu. In Jesus Christ, of course. Na hakika huyu ni Yesu. So Jesus dies for sinners. Yesu anakufa kwa ajili ya wenye dhambi. Weak people. Watu ambao ni wanyonge. Ungodly. Watu ambao haumchi Mungu. And his enemies. Na pamoja watu ambao ni adui. That is incredible. Hili ni jambo la kufurahisha. How many of you would be prepared to die for someone that hates you and that you hate? Ni wangapi ambao ungejitoa kwa ajili ya kufa kwa mtu ambaye anakuchukia na wewe unamchukia? None of us. Hamna yeyote. Well, look at verse 7. Hebu sasa tuangalie fungu ni la 7. It says for scarcely. Basi anasema kwa kuwa. In other words, there's not an abundance of it. Ya kwamba hamna kwa wingi. For scarcely for a righteous man one will die. Kwa mtu mmoja kufa kwa ajili ya watu wenye haki. Perhaps for a good man. Lakini kwa mtu mwema. Someone would even dare to die. Mtu hathubutu kufa. But then it contrasts what God did in Jesus Christ. Lakini inakinzana na kile ambacho Mungu alifanya kupitia kwa Yesu Kristo. God demonstrated his love. Mungu
alionyesha upendo wake. That word is not eros, storge, or agape. Sorry, or phileo. Huo sio upendo wa hero ama phileo. It is agape. Ni upendo wa agape. The Bible tells us God is agape. Biblia inatunenea kwamba Mungu ni agape. God demonstrated what his love is like, who he is and what he is like. Alionyesha upendo wake ni nini na yeye ni nani. And I want to read you this story from a very beautiful book. Mimi nitawasimulia hadithi kutoka kwa kitabu kizuri sana. It comes from the book called Desire of Ages. Ni kitabu cha Tumaini la Vizazi. It says the earth was dark through the misapprehension of God. Ya kwamba ulimwengu ulikuwa ni wenye giza. What does misapprehension mean? Basi ina maana vipi tunaposema kupitia kwa kutenda kwake Mungu? It means to be misunderstood. Ya kwamba hatukupata kuelewa. God is the most misunderstood person on this planet. Mungu ni mwenye kukosa kuelewa zaidi katika sayari ulimwengu. Why? Mbona? Because the devil has been telling lies about God all along. Maana ibilisi ni mwenye kusema uongo kumuhusu Mungu tangia zama zile. So that the gloomy shadows might be lightened. Ili uchofu pamoja na huzuni zipate kuwa na bashasha tena. So that the world might be brought back to God. Ili ulimwengu upate kurejeshwa kwake Mungu. Satan's power was to be broken. Nguvu za ibilisi zifanywe kuvunjwa. This could not be done by force. Hiki hakingefanywa kupitia kwa nguvu. The exercise of force is contrary to the principles of God's kingdom. Kutumia nguvu ni kinyume na mamlaka yake Mungu. God only desires the service of love. Mungu anahitaji tu huduma ya upendo. And love cannot be commanded. Na upendo hauwezi kuamrishwa. It cannot be won by force or authority. Huwezi kulazimisha upendo. Only by love is love awakened. Ni kwa upendo tu ndipo unaamsha upendo. To know God is to love him. Unapomjua Mungu basi ni kumpenda Mungu. His character must be manifested in contrast to the character of Satan. Lazima tabia yake iweze kuwa tofauti na kuonyeshwa dhidi ya tabia yake ibilisi. This work only one being could do. Basi hii kazi ni moja tu mwenye kuifanya. One being in all of the universe. Moja tu katika ulimwengu. Only he who knew the height, the depth of the love of God, ambaye alifahamu kina na urefu na upana wa upendo wake Mungu, could make it known. ambaye angefanya tupate kuutambua. And that is the Son of God. Na huyu ni mwana wake Mungu. So I've got some interesting news for you. Basi ningewapa habari njema jioni ya leo. If we, kama sisi in our natural state, katika hali yetu ya kawaida, as unconverted human beings, watu ambao ni binadamu hawajafanya kuongoka, can only love storge, na tuna upendo eros, tu wa storge na and eros, phileo, na upendo wa filea, and that perfect love of God, the agape love of God, na upendo kamili wa Mungu ambao ni upendo wa agape, is foreign to us. umepata kumwagwa kwetu sisi. And the Bible tells us that it's agape love that casts out fear. Ya kwamba ni upendo wa agape ambao unaondoa hofu. How do we get it? Basi tutapataje upendo wa Because I agape? want it. Maana tunauhitaji. I don't want to fear anything here on earth. Mimi sitaki kuwa na hofu ya chochote katika ulimwengu. I want a power stronger than death. Mimi ningependa niwe na nguvu zaidi ya kifo. I want that love God's more than my own life. Mimi ningependa nimpende Mungu zaidi ya kupenda maisha yangu. But there's good news because the Bible tells us how we can get it. Lakini pana habari njema maana Biblia imeshatuambia namna ya kupata upendo. Romans chapter 5 and verse 5. So stay in Romans chapter 5. Warumi 5 na fungu ni la 5. And it tells us the following. Basi inatuambia hivi. Now hope does not disappoint. Na tumaini halitahayarishi. It's wonderful to have hope. Basi ni jambo la kupendeza unapokuwa na tumaini. And this kind of hope will not be disappointed. Basi hili tumaini halitahayarishi. What you hope for is what you will get. Kile ambacho wewe unatumaini hicho ndicho utakachokipata. God's promises are sure. Basi ahadi zake Mungu ni za hakika. You can trust him 100%. Lazima upate kumwamini Mungu 100%. He will not disappoint you. If he promised it, he will do it. Kama Mungu hawezi kukuangusha maana kila ameshaahidi atakifanya. So now hope does not disappoint. Maana upendo tumaini halitahayarishi. Because the love of God, kwa maana pendo la Mungu, the agape love of God, upendo wa agape wa Mungu, has been poured out in our hearts limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu by the Holy Spirit, na Roho Mtakatifu who was given to us. tuliyepewa sisi. So we see we have the Godhead, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Basi tuko na utatu, Mungu Baba, Mungu Mwana pamoja na Roho Mtakatifu. And we're told that God so loved the world that he gave his only begotten Son. Tunaambiwa kwamba Mungu aliupenda ulimwengu
ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee. The Father gave. Baba ni mwenye kutoa. The Son was given to us. Mwana alipatiwa kwetu sisi. And now we're told that the Holy Spirit is also given to Na us. sasa hivi tunanenewa kwamba Roho Mtakatifu ameshamiminwa kwetu. That's why every night when we come together here, Ndipo kila jioni tunapokuja hapa pamoja, often we've asked you to raise your hand if you want to be filled with the Holy Spirit. kila mara tumekuambia unyanyue mkono ili upate kujazwa na Roho Mtakatifu. Because when the Holy Spirit comes, Maana Roho Mtakatifu anapokuja, it's like emptying a jug and he pours ni kama kumwaga kitu katika kitu na kumwaga into our hearts anamwaga katika moyo wako the agape love of God. upendo wa agape wake Mungu. Another way of putting it Basi katika maneno mengine, is God takes his law of love, the 10 commandments, ya kwamba Mungu anachukua amri zake 10 ambazo ni upendo and he puts it in our mind na anaziweka katika nia yetu and he writes it on our heart. na ni mwenye kunakili katika mioyo yetu. Now when you love like that, Basi unapopenda sawia na hivyo, you are more like God, wewe ni kama Mungu, and you by nature then become more obedient to God. na katika hali ya kawaida unazidi kumtii Mungu. Do you believe what I'm telling you? Basi mnaamini yale ambayo mimi nanena? Everything needs to be checked by the word of God. Kila kitu lazima upate kujichunguza katika neno lake Because too Mungu. many people follow false prophets Maana watu wengi ni wenye kufuata manabii wa and uongo false teachers. na pamoja na walimu wa uongo. But this agape love is incredible. Lakini upendo wa agape ni upendo wa ajabu. Let's look at Romans chapter 13 and verse 10. Tutaangalia Warumi 13 fungu ni la 10. Romans chapter 13 and verse 10. Warumi 13 fungu ni la 10. And we are told there Na tunaambiwa hapa that love does no harm to its neighbor. pendo halimfanyii jirani neno baya. That word there for love is agape. Basi hilo neno pendo pale ni agape. That's the love that God is. Huo ndio upendo ambao ni Mungu. So if you have the love of God in your heart, you won't do any harm to your neighbor. Basi ikiwa utakuwa na upendo wa Mungu katika moyo wako, hautamfanyia jirani yako mabaya. Therefore, agape love is the fulfillment of the law. Basi pendo hilo la agape ni utimilifu wa sheria. So do you want to keep the law of God? Basi kama ungependa kutii amri yake Mungu, Do you want to be obedient to the Lord Jesus Christ? ungependa kumtii Bwana wetu Yesu Kristo, Then ask God to give you the Holy Spirit which brings agape love. basi muombe Mungu akujaze na Roho Mtakatifu ambao unasababisha upendo wa agape. Because that love is the fulfillment of the law. Maana huo upendo ndio kutimilisha sheria. The tables of stone, there are 2 tables of stone for the 10 commandments. Yale mawe mawili ambayo yalishaandikwa amri 10. The first 4 commandments on the first table of stone Amri zile 4 za kwanza is our love to God. ni upendo kwake Mungu. And the second table of stone has 6 commandments on it. Na yale mawe zile amri 6 ambazo ziko katika lile jiwe lingine And that is to love our neighbor as ourselves. ni upendo ili umpate kumpenda jirani nama ambavyo wewe mwenyewe ni mwenye kujipenda. And it starts with the 5th commandment, which says to honor your father and your mother. Na inaanza na amri ya 5 ambayo inasema heshimu baba yako na mama yako. Well, that is enabled by agape love. Basi hii inawezeshwa ukiwa na upendo huo wa agape. That is the perfect love that will cast out fear. Basi huo ndio upendo mkamilifu ambao unafanya kuondoa hofu. How many of you would like to get rid of your fear this evening? Ni wangapi wangependa waondoe hofu jioni ya leo? I want to get free. I don't like being scared of anything. Mimi sipendi niogope chochote. It's terrible to be fearful. Ni hali mbaya unapokuwa na hofu. And I feel very upset when people try and dominate you and make you fearful of them. Basi ni jambo la kushangaza wakati ambapo watu wanakustahiki na wataka upate kuwa na hofu fulani kwao. By nature, I've got no time for that. Basi na sisi hatuna muda wa mambo kama hayo. But as the Lord changes your heart, Lakini namna ambavyo Mungu ni mwenye kubadilisha when moyo somebody gets wako. aggressive, you don't want to put them in their place and get violent with them. Na wewe hutaki kupata kuwa na ukali pamoja na huyo mtu. When you have agape love, Basi unapokuwa na upendo huu wa agape, you're a person of peace. basi wewe ni mtu wa amani. Because you now follow the Prince of Peace. Maana wewe unamfuata mfalme wa amani. And that perfect love is what we need. Na huo upendo kamilifu ndio That tunaohitaji. perfect love will gain us entrance into heaven. Basi huo upendo ndio utakapotufungulia lango la kuelekea And mbinguni. Jesus Christ died to give us that love. Na Yesu ni mwenye kufa kwa ajili ya kutupa huo And our upendo. last text, or second last text for this evening, Na fungu ambalo ni karibu na la mwisho jioni ya leo. we'll just quote it. 1 Corinthians chapter 13. You all know that as the love chapter. Basi sisi tunafahamu kama hiyo ndio sura ya upendo wa Korintho ya kwanza 13 fungu ni la 8. Often people will read that at a wedding when people get married. Mara nyingi watu wanasoma katika ndoa wakati ambapo watu wanafunga ndoa. But 1 Corinthians chapter 13 and verse 8 says that love never fails. Basi wa Korintho ya kwanza 13 fungu la 8 nasema upendo kamwe hauanguki. Let me talk to the young people for a moment. Hebu niongee na vijana kwa muda. Maybe you're looking for a husband or you're looking for a wife. Pengine
unamtafuta mke, unamtafuta mume. And you feel a little bit anxious. Do they love me? Do they like me? Na unajiuliza, jamani, yeye ananipenda, anapendezwa na mimi. And then maybe you get into a relationship. You wonder, will it last? Will they stop loving me? Basi unaingia katika uhusiano, unajiuliza kwamba uhusiano utadumu, ataendelea kunipenda mama taacha. But if you pray and ask God to bring the right person to you, a godly husband or a godly wife, Lakini ikiwa utamuomba Mungu akupatie mtu ambaye ni mcha Mungu and katika they are maisha people yako, of the word of God, na ni watu ambao wamejazwa na neno lake Mungu, and they're a praying husband or a praying wife, na ni mke mwenye maombi ama mume mwenye maombi, and God has given them His Holy Spirit, na Mungu ni mwenye kuwajaza na Roho Mtakatifu, they will be filled with the agape love of God. wao watajazwa na upendo wa agape wake Mungu. And 1 Corinthians 13 verse 8 tells us Na Wakorintho ya kwanza 13 fungu la 8 inatunenea hivi, that agape never fails. basi agape kamwe haianguki. It's impossible because that is what God is. It's impossible for God to fail. Haiwezekani, maana Mungu hawezi kushindwa kabisa. Agape is the most powerful power in the universe. Basi agape ndizo nguvu kuu zaidi katika It is ulimwengu. what kept Jesus on the cross. Hizi ndizo zilimweka Yesu pale kwenye msalaba. They were yelling out to him, save yourself. Basi wanamshambulia wakimwambia, hebu fanya kujiokoa. He could save himself. He was God in the flesh. Hakika Yesu angejiokoa, maana ni Mungu katika mwili wa binadamu. He could have come down from a cross. He could have just by a thought could have killed all his enemies. Basi angechuka kutoka kwa msalaba na angefanya tu na adui wote wapate kuangamia. But if he did that and loved himself more than us, Lakini hakufanya hivyo, maana hakujipenda zaidi yetu sisi. he would save himself and we would be lost. Angejiokoa na sisi tungepotea. It was agape love that kept him on the cross, Ni upendo wa agape ambao ulimtundika pale kwenye msalaba. so that he was prepared to die and suffer for us, Maana alikufa na alijiandaa kwa ajili ya kufa kwetu that we sisi, might receive the forgiveness when we confess our sins ili tupate msamaha tunapotubu dhambi zetu, and live forever with him. na tupate kuishi milele pamoja na yeye. I want that love. How about you? Mimi ningependa huo upendo. Ni wangapi ungependa kuwa na huo upendo? Because in that kind of love there is no fear. Maana unapokuwa na upendo sahihi, na huo hautakuwa na hofu. Because that is the perfect love of God that casts out fear. Maana huo ndio upendo kamilifu wa Mungu ambao unaondoa hofu ndani That yetu. is the power of the kingdom of God. Hizo ndizo nguvu za ufalme wake Mungu. I want power and I want that power of love. Mimi ningependa nguvu na ningependa upendo sawia na huo. Friends, as we wrap it up, can we come together and pray again? Basi marafiki, tutapata kunyanyuka na tukuje hapa kwa ajili ya kuomba pamoja. Every night as we're spending time together, Kila wakati, kila jioni tutakuwa pamoja. we're looking at new aspects of the kingdom of God. Tunaangalia vipengee vipya ambavyo ni vya ufalme wake The Mungu. greatest principles of God's kingdom are three. Basi vipengee vitatu katika tawala zake Mungu ni And in 1 tatu. Corinthians 13 it tells us faith, hope, and love. Wakorintho ya kwanza 13 inatuambia ni tumaini, upendo na imani. Yeah, faith is so important. Basi imani ni ya umuhimu sana. The Bible tells us without faith it's impossible to please God. Biblia inasema pasipo imani kama hauwezi kumpendeza Mungu. And we need hope. Na tunahitaji kuwa The na second one is tumaini. hope. Ya pili ni tumaini. Without hope, many people would struggle on this planet. Basi pasipo na hopu na tumaini, watu wengi watakuwa na mahangaiko katika ulimwengu. Many people have lost hope and we've come to bring hope back to the people. Watu wengi wamekosa tumaini na tunastahili kuleta tumaini tena kwa watu. Hope through the preaching of the gospel. Tunapohubiri juu ya Injili. Hope even through medical support, and we'll have that on Sunday evening. Na hata kuwasaidia watu katika hali ya matibabu, tutafanya hivyo siku ni ya Jumapili. But the Bible tells us that the greatest of faith, hope, and love is love. Na Biblia inasema iliyo kuu kati ya tumaini na imani na upendo ni upendo. That is the power of God and that is the love of God. Basi hizo ndizo nguvu zake Mungu na upendo wake So this Mungu. evening you may have some questions. Basi jioni ya leo uende kao una maswali. We've got some cards Tuko na kadi hapa. that if you want a card you can fill it out. There's three things you can ask. You can ask questions. Basi kwenye kadi utauliza maswali Or you may pale. say, I have walked away from God. I've not loved with that perfect love. Na utasema pengine nimeenda mbali na Mungu, sijakuwa na And I would upendo like- sawia na huo. I'd like to recommit my life to God. Na mimi ningependa nipatoe maisha yangu upya So you can kwake get that little Mungu. piece of paper and you can tick that little box and you can get rebaptized. Utapatiwa hiyo karatasi na utaweka tik pale na utapata ubatizo tena. Or you may be deciding for the first time this evening Basi uende kama wewe ni mara yako ya kwanza jioni ya leo, that you would like to demonstrate your love for God because He's demonstrated it for you. ungependa
kumonyesha Mungu upendo wako, kwa maana yeye tayari amesha kuonyesha upendo wake. By getting baptized. We only have a few of those, so just put up your hand if you would like a card, and we can make sure that you get a pen or something just to fill it out. Basi utanyanyua mkono ili tuone kama unahitaji kadi na utapokezwa kadi hapa. So just lift your hand nice and high so we can see it, and we can give you the card, and you can hand it back to us later. Nyanyua mkono tafadhali upatiwe kadi kama unahitaji ubatizo. We've got some. Asante sana, Bwana sifiwe. Pana mtu pale. Wonderful. Asante ajabu, Mungu abariki. You can take the card. If you don't want to fill it out tonight, you can fill it out later. Basi kama utapokea kadi yako, kama unahitaji But you're welcome to take the card. Karibu sana kwa ajili ya kupokea kadi yako. And if you have a card, you're welcome just to come to the front because we'll have special prayer for you. Na kama umepata kadi, tafadhali utakuja hapa mbele tukufanyie maombi ya kipekee. While you're getting the card, just keep your hand up if you want the card. I'm going to sing in Kiswahili. I'm going to do my best. Basi utanyanyua mkono kama unahitaji kadi, na mimi nitaimba hapa na mnajua wimbo ili watu waendelee kupokea kadi. You know, when I was a little boy, nilijua wimbo nilipokuwa mdogo. About 4 years old. Miaka 4. And we were living in the tip of Africa. Na tulikuwa tunaishi pale pembeni Afrika. A missionary came. Missionary akafanya kuja. But we didn't know from which country he was. Hatukujua anatoka katika taifa lipi. And he taught my mum the song in another language. Na alimfunza mamangu huu wimbo katika lugha nyingine. But she didn't know what the language was. Na mimi hakujua lugha ilikuwa ni ipi. So she taught me as a little kid this little song. Na mamangu alifanya kunifunza huu wimbo nikiwa mdogo. And we used to sing it. My mum had a beautiful voice. My voice is not that good. Basi mamangu alikuwa na sauti ya kupendeza, sio kama yangu, na sisi tulikuwa tunaimba wimbo. And I was amazed when I came to Kenya. Na mimi nilifurahi nilipokuja hapa katika taifa la That Kenya. the language was Kiswahili. Na kwamba huu wimbo ulikuwa ni wimbo wa Kiswahili. So this beautiful little song, sing with me if you know it. Basi mtaimba pamoja nami ikiwa mnamfahamu wimbo. Anipenda makozi Yesu. Anipenda, anipenda. Anipenda makozi Yesu. Anipenda mimi. God loves you and God loves me. Praise God. Mungu ananipenda, Mungu anakupenda. Bwana asifiwe. Well, those men and ladies who've got the papers, just come a little bit more forward and we're going to close with prayer. Tafadhali ambao wamepokea kadi mtakuja hapa mbele kidogo. Thank you, brothers. God bless you. So good to see you, my brother. Mungu akubariki, tumefurahi kuona. Mungu awabariki sana. Bwana asifiwe. Yes. Let's bow our heads for prayer. Tutainamisha vichwa kwa ajili ya kuomba. Father in heaven, tonight we heard about your love. Baba yetu aliye mbinguni, jioni ya leo tumefanya kusikia kuhusu upendo wako. We're encouraged because you love bad people. Tumetiwa moyo maana wewe unapenda watu wabaya. You even love people who are your enemies. Unapenda hata walio adui zako. That means there's no one you have not died for. Ina maana kwa hamna mtu ambaye hujafanya kufa kwa ajili yake. And you paid the price for our sins. Na tayari umeshalipa gharama kwa ajili ya dhambi zetu. Demonstrating what your love looks like. Ukionyesha namna ulivyo upendo wako. Father, many of us have worries. Baba, sisi wengi tuko na matatizo. Many of us have fears. Wengi wetu tuko na hofu. Some of the other of us struggle with being faithful and obedient to you. Wengi wetu tunang'ang'ana kwa ajili ya kuwa waaminifu na kukutii wewe. So we need a power outside of ourselves to help us. Kwa hivyo tunahitaji nguvu nje ya nguvu zetu ili zipate kutusaidia. And that is the power of God. Na hizi ni nguvu zake Mungu. It is who God is. It is love. Maana Mungu ni wewe na wewe ni upendo. It's the power of God's love. Ni nguvu za upendo wake Mungu. And so, Father, this evening as we respond to you, we just raise our hands to say that we want that agape love in our hearts. Baba, jioni ya leo tunapokuitikia tunanyanyua mikono tukisema tunahitaji ule upendo wa agape katika mioyo yetu. And as we raise our hands, na tunaponyanyua mikono sote, we say that we need the Holy Spirit to bring it into our hearts. Pour it into our hearts. Tunahitaji Roho Mtakatifu apate kumimina katika mioyo yetu. Pour it in and fill our hearts with your agape love. Tujaze mioyo yetu na Roho wako Mtakatifu na upendo wako agape. Because that is the power of the kingdom of God. Maana hizo ndizo nguvu za ufalme wake Mungu. And anybody who loves like that is going to heaven when Jesus comes. Na yeyote mwenye upendo sawia na huyo ni mwenye kwenda mbinguni Yesu atakaporudi. And as we have some brothers who've made a new commitment to you, na tuna ndugu hapa ambao wamejitoa kwa ajili yako wewe. We pray a special blessing upon them. Tunaomba upate kuwabariki mibaraka ya kipekee. Keep their hearts, Father. Upate kuhifadhi mioyo yao Baba. It's so hard sometimes for us to keep our hearts, but keep our hearts by your love. Basi Baba, hebu tunza mioyo yao kupitia kwa upendo wako. May we know your love. Hebu wafanye wapate kujua upendo wako. And may the fruit of the Spirit, which is love, joy and peace, basi upendo wa Roho Mtakatifu ambayo ni upendo na amani, be with us and stay with us now and forevermore. Udumu ndani yetu na upate kuishi pamoja nasi milele na milele. Father, dismiss your people now with your blessing. Keep them safe as they go home. Baba yetu, watawanishe watu wako pamoja na mibaraka yako na walinde hadi watakapofika nyumbani. We ask in Jesus' name. Tumeomba katika jina lake Yesu. And God's people said, na watu wake Mungu wapate kuitikia. Amen. 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 God bless you all. Thank you. Na Mungu wabariki nyote. Asante.
bless you. Brother, God bless you. Good to see you. Get the point. Take a step forward.